Vipi, karibu tena kwenye channel yetu 19HS. Naitwa Husna, nipo na mwenzangu Steve. Kabla sijaendelea, ningependa kukukumbusha kusubscribe, kushare na kulike video zetu ili mkapate kuziona kwa uharaka. Okay, katika maisha yetu kwenye mazingira tofauti tofauti, unakuta kazini, kwenye familia au sehemu nyingine tofauti tofauti, mtu fulani anaweza akapitia changamoto, unakuta yani damu yake na watu fulani haziivi. Yaani unakuta saa nyingine anakuwa analetewa tu visa visivyoeleweka. Hata kwa mfano kwenye vitabu vya dini za Kikristo, kwa mfano kama tunavyoona kisa cha Sauli na Daudi. Sauli alikuwa akimwonea sana uwivu Daudi kwa sababu alikuwa ana muonekano mzuri, alikuwa na kipaji kwenye vita, alikuwa ameanza kupendwa na watu. Kwa hiyo alikuwa anasababisha visa vingi juu ya Daudi. Kwa mfano alikuwa anampeleka kwenye vita ili akauawe, na pia alishai kutuma watu muue, ila ilishindikana. Hivi ni nini kinachopelekea hali hii kutokea? Yani ningependa kujua inakuwaje mtu anapitia visa kama hivi. Kwanza hiyo hali au hicho kisa au alichokuwa nakipitia Daudi au anachokipitia watu mtaani, mara zote ni wivu. Okay. Wivu ndio chanzo cha hayo yote. Na wivu unaweza ukaelezea ni ile hali ya mtu kuamini au kuhisi kwamba wewe kuna vitu ambavyo unavyo na haustahili kuwa navyo. Au inaweza ikawa ni vile vitu ambavyo wewe unavyo, yeye hawezi kabisa kuwa navyo. Okay. Inaweza ikawa ni rangi ya ngozi, inaweza ikawa ni muonekano wa sura, inaweza ikawa ni mali ambazo unamiliki na vinginevyo ambavyo mtu anaweza kuwa navyo na mwingine akakosa kuwa navyo. Okay. Na katika kitu kigumu sana kukigundua katika hisia za mwanadamu ni wivu, kwa sababu wivu ni kitu ambacho kiko tricky sana. Okay. Kitu ambacho ni cha hila sana. Na ni moja ya hisia tokea mimi nakuwa au nimeanza kuwa na akili ya kufikiria vizuri. Ni moja katika hisia ambazo sijawahi kuona duniani mtu amewahi kuielezea kwamba anaihisi hiyo hisia. Okay. Sababu mtu akiwa na hasira atakwambia nimemkasirikia yule mtu. Mtu akiwa na chuki atakwambia namchukia sana yule mtu. Mtu akiwa anakupenda atakwambia nakupenda. Mtu akiwa anataka usifanikiwe, labda ufeli, atakwambia natamani yule jamaa afeli. Lakini ikija kwenye, sijawahi kusikia mtu mimi ananiambia namuonea wivu sana yule. Yes. Yes. Na wivu moja katika vitu ambavyo ni vigumu sana kuvificha ni wivu, kwa sababu ila sasa watu wanachojifanya wanatafuta kitu cha kujifichia kwenye huo wivu. Na mara zote wivu kuna namna ambavyo wewe binafsi yako unaweza ukaanza kuelewa kwamba hapa sasa nilipo hii hali sio ya kawaida. Kwa hiyo kwa mfano wewe binafsi yako ukianza kuona labda mwenzako amepata shida, labda anaumwa, alafu unahisi raha kwenye ile kuumwa kwake, labda amepoteza hela, ukaanza kufurahi bora amepoteza hela. Hiyo ni moja ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba huyu mtu ana wivu. Okay. Na wivu unaletwa na vitu kadhaa. Kwa mfano mtu anataka umiliki wa kitu, kwa mfano kama gari. Kwa utakuta ile gari gani? Yaani ukianza kusikia comment kama hizo unaanza kuona, au attention. Labda kwamba yule alipo pale attention anayopata basi anapendelewa tu, au watu hawamjui vizuri. Si ndo tunamjua yule. Comments kama hizo. Umeona? Kwa kuna vitu ambavyo wewe binafsi yako ukiviona unaanza kuona kwamba hapa mimi nahisi wivu kwa mtu mwingine. Na mtu akishaanza kuhisi wivu mara zote huwa anajaribu kutafutia sababu ionekane sio wivu. Kwa mfano kama kazini
mtu anafanya kazi vizuri, ni productive, utaanza kusikia anajipendekeza kwa boss. Lakini kumbe mwenzako anatamani awe anafanya kazi kama wewe. Lakini hawezi. Sasa the only way ambapo anaweza ka express huo wivu ni kujaribu kuonyesha unajipendekeza kwa boss. Kwa wivu kwangu mimi nauona uko kwenye mizania hiyo, uko kwenye mtizamo huo. Lakini pili, umeniuliza nini kinasababisha au nini kinatokea. Kwa leo mimi ningependa nizungumzie sign au viashiria vitu ambavyo vinaonyesha kwa wewe sasa binafsi yako kwamba huyu mtu anasikia wivu juu yangu au anaona wivu juu yangu. Kuna zile viashiria ambavyo atavionyesha yeye binafsi yake ambavyo wewe sasa kama binadamu inabidi uanze kuona kwamba hapa nilipo au huyu mtu ambaye yuko karibu yangu sio mtu sahihi kuwa kwenye maisha yangu. Sio mtu ambaye napaswa niwe karibu naye. Sio mtu ambaye inabidi nimshirikishe vitu vyangu. Ni mtu ambaye anaweza akaniharibia vitu vyangu. Ni mtu ambaye anaweza akanivurugia mambo yangu. Moja katika ishara ya kwanza kabisa, kwa sababu hivyo ni kama nilivyozungumza hapo awali, ni kitu ambacho kimejificha. Ni kitu ambacho ni cha hila. Na unajua hila ni kitu ambacho hakiko wazi. Yes. Moja katika viashiria vya wivu, na hivi viashiria vya wivu utaanza kuviona na vinafuatana. Na ukishaona viashiria hivi vinne ambavyo nitakwenda kuvitaja, jua kabisa huyu mtu ananionea wivu. Kiashiria cha kwanza kabisa ni micro expression. Wivu unaonyeshwa kwa kitendo kwanza kabla ya kwenda kwenye matendo. Kitendo. Micro expression inaanzia kwenye muonekano au sura yako inavyokuwa inaonekana. Wivu unaanza kuonekania hapo. Wivu unahusanishwa na macho. Unajua macho ndo yanaona. Na macho kama yanaona, maana yake ndo yanaweza akakwambia hichi ni nini. Macho yanaweza kukwambia hichi ni kizuri, hichi ni kibaya. Maana ile picha inapochukuliwa kwenye macho ndio inaenda kutafsiriwa kwenye ubongo. Kwamba hichi ni kitu fulani, hii labda ni chaji. Huyu ni mwanamke, ni macho ndo huwa yanaona, ni decoding keys, yanaona alafu inakuwa decoded kwenye ubongo. Kwa sasa macho yanaona kitu and then unaanza kuhisi kwamba kile kitu yule mtu anachopossess sio cha kwake. Na neno envy, neno ambalo limetoka kwenye Latin word ambayo inamaanisha invidia. Maana invidia ni look through the eyes, probe with dagger. Yani maana yake kuangalia kupitia macho na kuchoma kama kisu. Ndo maana ya neno envy. Na watu walienda mbali, watu wa zamani kabisa, kipindi hicho cha zamani sana, walikuwa wanasema envy ni kile kitendo cha mtu anakuangalia kupitia macho alafu anakuachia laana na ile laana inakudhuru wewe. Ndio unakuta kuna mtu anakuambia kuna mtu macho yake bana akikuangalia lazima jambo baya litakukuta. Sasa ndo maana ya watu wa zamani walikuwa wanaimaanisha. Kwa sasa yule mtu ambaye for the first time unakutana naye, kuna macho ambayo anakuangalia nayo ambayo either yanamaanisha kwamba anakudharau. Second, anaonyesha macho ya husda, chuki, hasa chuki. Kwa anamaanisha chuki. Anakuangalia kwa macho ya chuki. Unajua bahati mbaya sana nimevaa miwani siwezi nikaonyesha, lakini kuna namna mtu anakuangalia unajua mse huyu anaangalia anadimaya, huyu anaangalia anaonyesha dharau, huyu anaangalia anaonyesha anaonyesha chuki. Kwa sasa akisha kuangalia kwa yale macho, kumbuka ni kitendo cha sekunde. Sura yake itakuonyesha ile moto anaosikia ndani. Unajua mtu akiwa anahisi hasira ndani yake au chuki
au dharau uso wake huo unaonyesha. Uso wake huo una display kwamba huyu mtu kwa sasa ananionyesha hasira, ananionyesha chuki, ananionyesha dharau. Sasa akisha kuonyesha vile, maana yake wewe binafsi yako utaanza kufeel kwamba mbona huyu mtu ananiangalia hivi. And then after ile second sasa amesha kuonyesha ile sura ya chuki, ya dharau, kinachofuata atakuletea fake smile. Yani mtu sumegeuka na umwangalia labda rafiki yako au labda mfanyakazi mwenzako, umegeuka in a second, kuna namna alikuwa anakutizama, and then ile sura umeiona ghafla ile ya mtu ambaye labda kama ana hasira na alafu fake smile. The fake smile hai affect the whole face, ina affect the lip, yani highlight up, yani uso unakuwa hauonyeshi mwangaza. Kwa hiyo utakuta anakuonyesha hiyo hali. Kwa hiyo ukishaanza kuona na hizo micro expression, au akikuona, wanawake wana tabia kubinua mdomo, anakuonyesha amebinua mdomo. Ukishaanza kuona amekuonyesha amebinua mdomo, unaanza kuona this is not okay. Au mtu widen up pua yake kama anavuta pumzi kwa nguvu, hiyo pia it's like mtu haiko sawa na wewe, ana release ile tension ambayo iko ndani yake. Kwa hiyo samani hapo ina maana yani kuna circumstances zote mtu akikufanyia hivi, labda si unajua wanawake wana hiyo expression like ina maana kwamba yani ana wivu, yani ana passive, anaita passive envy. Okay. Yani bado haijawa active. Haiwezekani labda kuna ni expression labda tu ana hasira na wewe, lakini mtu it's not the hasira. Sio hasira. Yani umekuja first time, labda umependeza, umevaa vizuri, umevaa wigi lako, and then umegeuka zako labda nyuma, and then mtu akageuka akakuwekea hiyo sign ya mdomo. Yani it's a second. Unajua watu wanadharau hivi. Wivu uko active na passive. Passive ni ule wivu ambao mimi ninakuonea wivu lakini sijautani into active, sijaanza kukudhuru. Ndio maana nimesema hizi sign ukiziona zote 4 kwa pamoja zikaanza kufuatana, tayari utaanza kuona hapa kuna wivu. Anaweza kama amekuona siku hiyo ulipendeza, akaona wivu ulivyopendeza, lakini huo wivu asiuchukue kwenda mbele. Yani maana hiyo ni passive envy. Maana ili itani into active lazima kuwe na series ya hizi sign zikamilike. Okay. Lakini ukishaanza kuona hiyo micro expression ni dalili moja ya dalili za mtu anayeona wivu. Ndio kama hivyo amekubinulia mdomo. Maanake amekuonea wivu at that moment. Labda umpendeza au umesifiwa. Labda sema labda umepita barabarani mko wawili, dada umependeza sana. Alafu yeye akaonyesha hiyo sign ya kubinua mdomo au amekunja uso, au mfano nimefanya hivi. Mwenzangu amesifiwa mimi. Unaona, au rafiki yako yule mpole sana. Alafu mwenzangu alafu ghafla akaiondoa. Yani second, it's a second. Umeona? Tayari hapo ameusikia wivu. Na ni kawaida, yani sisi binadamu wote duniani tunaona wivu, kwa sababu hatuwezi kuwa na kila kitu. Hauwezi kuwa the same time ni mweupe alafu kawa the same time ni mweusi. Hauwezi kuwa na macho madogo alafu the same time una macho makubwa. Kwa kuna kitu ambacho binafsi, unajua watu wanaonea hivi kitu ambacho hawana. Yes. Yani we have opposite. Kwa hiyo it's okay to feel, kila binadamu anahisi wivu. Hata mtu ambaye unamzania labda rais wa nchi naye kuna mtu anamwonea wivu. Umeona? Kwa wivu kila mtu duniani anasikia. Asikudanganye mtu bana, sijai kumwonea mtu ni uongo. Everyone feel wivu, envy. Everyone feel envy. Na ni passive envy. Passive envy it's not bad. Like kwa mfano labda mimi nimeona mtu mkubwa kwenye labda kioo cha jamii, nikatamani nikaona okay, this celebrity au mtu fulani politician au mtu fulani yuko hivi, nikatamani nikasema nataka kuwa kama vile. Maana usikia wivu by
he's famous or she's famous, and then say I want to be like that. Hiyo ni passive envy. Passive envy ni ile envy ambayo mtu hajahitaji sasa kukudhuru, haija hostility. Okay. Umeona? Kwa through micro expression kuna sign nyingi lakini zinakuwa displayed kwenye uso. Kwa ukianza kuziona hizo sign, binafsi yako unatakiwa uwe alert. Uanze kuangalia the possible following signs. Ni ishara ipi nyingine zitakazofuata ambazo hizi nikiziona inabidi nianze ku keep distance na huyo mtu. Go through micro expression you can see and then unaweza kudecode hiyo aina ya sign. Hiyo ni sign ya kwanza, ishara ya kwanza ambayo umenikumbusha. Kuna this day nilikuwa natakiwa niende sehemu, nilikuwa niko na watu fulani wawili kwenye nyumba. Hasa katika kutembea ile ndo nikaa nawaaga naondoka. Nikageuka nyuma bahati mbaya. Nikakuta ile mtu ananiangalia, yani like kapindisha mdomo, alafu jicho fulani unajua la wanawake, yani la hasira, kama anakuangalia juu. Yani nahisi nilimkuta sasa anakupimisha sasa. Nilikuwa namkuta sasa ndo analishusha jicho chini. Sasa huko amepindisha mdomo. Sasa hiyo maana yake ni ana wivu juu yako. So manake hiyo moment na wivu mtu anaweza akaja kuonyesha na wivu naye ukigeuza. Yes, do you know the funny part? Huyo mtu yani yuko very charming. Kila mtu hi, hello. Yani that was the first day nimemwona ameweka hiyo uso. Lakini siku zote ni mtu ambaye anacheka, yani watu wanamuona kama ni charming, ni mtu every time all smiles every time. Lakini for the first day nimegeuka nikaona ile sura, nilishtuka kwa sababu okay, what does this mean? Huo ni wivu. Yani maana alikuwa kuna kitu ambacho wewe unacho. Unajua watu labda wanajua wivu labda ni magari, nyumba kubwa, labda mahela. Sometimes when wewe ni mdogo kuliko mtu, unaweza kuonea wivu kwa sababu ni mdogo. Ni kweli. Mwingine anaweza akakuonea wivu kwa sababu wewe watu wanakupenda. Watu wanakuonea wivu kwa sababu unatoa sadaka sana. Yani ndio hiyo sana nakwambia, ukiwa unatoa sadaka unasikia yule ana shida lakini anajifanya anasaidia watu. That's a sign of wivu. Yani kwa nini yule atoi, kwa nini sio mimi? Umeona, na kipindi cha nyuma sana watu walikuwa wivu wanaonyesha waziwazi. Ndio ile labda mfalme ukiwa na mke mzuri kuliko mfalme anakunyang'anya mke. Ukiwa unamiliki labda ng'ombe mzuri. Mimi baba yangu aliwahi kunipa story pindi wakiwa wadogo, miaka ya zamani wakiwa wadogo. Alikuwa kuna pale walikuwa anaishi pale. Babu yangu alikuwa anaishi Kilimanjaro. Sasa pale kulikuwa na mangi zamani. Kwa hiyo ilikuwa sasa kwa mfano unafuga, sasa yule mangi akija kwako akakuta labda una mbuzi mzuri kuliko, alikuwa na wale courtiers wale. Wale wapambe. Kwa kukuta sasa labda una ng'ombe mzuri au mbuzi mzuri kuliko yeye, anamtuma, anamchukua and then anamchinja. Lakini kwa nini? Kwa nini wewe unamiliki mbuzi mzuri kuliko yeye? Umeona? Kwa hiyo sasa fikiria sasa mtu ambaye ni mangi, ana cheo kikubwa, anakuonea wivu wewe. Anakuja kuchukua kitu chako. Yaani wewe huna, ndio kitu ambacho unachotegemea ukiuza upate hela, lakini anatumia. Kwa hiyo you see, kwa hiyo wivu hauhitaji jambo kubwa. Sometimes unakuta mtu saa nyingine ni okay, tuseme nini, ana maisha ya kawaida. Ana maisha ya kawaida, mtu mwingine ni tajiri, lakini for some reasons unakuta yule tajiri anamchukia mtu ambaye ana maisha ya kawaida. Yaani wivu kwanza, wewe binafsi yako. Hujui yule anaufeel, hajui kwa nini anafeel wivu, na wewe ambaye unafanywa ule wivu, hujui kwa nini unafanywa ule wivu. Yaani huwezi kujua sababu, kwa sababu kama nilivyozungumza ni kitu ambacho ni kigumu kukielezea. Yaani ni kukiona, kukijua na kukielezea. Unakuta ile kuna situation uko kwenye maeneo fulani na hisi tu watu wanakuchukia for no reason. Yaani najiuliza kwa nini huyu mtu yani so kwamba hakuna sababu. Mara nyingi ni wivu, yani ila sasa wivu maana yake mtu akishagundua hapa anahisi wivu, anautafutia sababu. Kwamba kwa nini anapendelewa. Alipofika pale ni bahati tu. Kumbe mtu unapambana zako. People struggle. Kuna kitu ambacho kinakuja kwa bahati tu. Yes.
Sasa ishara ya pili ambayo utaiona na kugundua kwamba hapa ni mtu bado tu anaelekea kwenye process ya wivu na yuko na passive wivu uliopita au passive envy. Utaanza kugundua kuna kitu kinaitwa poisonous praise. So poisonous praise ni nini? Poisonous praise ni ile hali ya mtu kuanza kukusifia kwenye kitu ambacho wanaita unafiki. Ni unafiki. Yani poisonous praise ni unafiki. Yani anakusifia, inawezekana ni kitu kweli ambacho unacho, lakini in a different way, in a sarcasm way. Katika hali ya kutaka wewe ujisikie vibaya. Yani wewe probably ustahili hicho ambacho anakusifia nacho. Yani kuna the way ana express ambavyo wewe yani itakugonga binafsi yako. Yani hasa ukiipa attention utaanza kuona kwa nini anasema maneno kama haya. Kwa nini anaelezea kitu kama hichi? Yani kwa mfano yani mtu anakuja, let's say kwa mfano wewe hapa tunafanya podcast hapa. And tunafanya podcast, mtu anakuja sana anaanza kusema hii podcast yenu mtapiga sana hela. Yani umeelewa? Mtatengeneza sana fedha kupitia hiyo podcast. Lakini sisi lengo letu kubwa la podcast ni kujaribu kuielimisha jamii. Kutokana na mambo ambayo yanaendelea kwenye jamii. Na ndio maana ukiangalia hata bio yetu kwenye YouTube, kaenda Instagram, kaenda TikTok, tumeandika kumbatia maarifa yenye athari chanya. Manake vision yetu ni kupeleka maarifa ambayo yataibadilisha jamii. Kwa sababu jamii yetu ina changamoto nyingi. Na hizi changamoto hazizungumzi. Inaweza kuwa kuna watu wana nafasi ya kuzizungumza, lakini inaweza kuwa hawazizungumzi. Kwa sisi tumeamua kuwa sehemu ya kuzungumza hizo changamoto, kuzieleza hizo changamoto. Sasa lengo letu sisi ni hilo, lakini mtu mwingine ambaye sasa probably labda anaweza kaanza kuona wivu. Au kuna comment mtu anasema naona mmeshakuwa ma superstar. Yes, vitu kama hivyo yani, lakini target yetu sisi sio hiyo. Sisi lengo letu ni kujaribu kuelimisha jamii na kuelezea jamii na inatakiwa iwe vipi, kwenye mtindo upi. Sababu sisi binafsi yetu tumekuwa kwenye nyakati ambazo hatupati hizo kutoka kwa watu ambao tunawapenda au kwa serikali au kwa jamii pia kwa ujumla. Kutokana na sababu mbalimbali. Au inawezekana sisi pia hazikuwahi kutufikia kutokana na sababu mbalimbali. Sasa utakuta mtu umefanya kitu kama hicho anaanza kuja kukipraise in a way kwamba yani inakosa kazi. Yani kwamba wewe hujafanya kwa ajili ya kuelimisha jamii. Anajua kabisa wewe umefanya kwa ajili ya kuelimisha jamii, lakini in a way kwamba yani ya kinafiki. Yes. Au labda mtu ambaye anatoa misaada kwenye jamii. Mtu labda anasaidia jamii, anapenda kusaidia jamii. Unasikia comment labda mwakani tutakuchagua wewe mbunge. Au doni. Doni. Yani au jamaa anasali yule. Yani you see, yani kuna comments zile mtu anazitoa ambazo ni za sumu. Yani anakuelezea in a way kwamba kile haelezei, anajua kabisa the main theme ni nini. Lakini hataki kuielezea ile the main theme. Umeona? Yani unakuta labda kama ni mwanamke alikuwa na boyfriend au mwanaume wameachana naye, anaanza kukuambia ungekuwa sasa hivi kwa mume wako wewe usingekuwa unapitia haya. Anataka ufeel ile pain. Yani machungu yale uyasikie. Umeona? Yani kuna the way ata express, wao unachukulia as a normal thing. Ni kitu ambacho ni cha kawaida. Lakini kama ukienda deep down kuna kitu chengine anamaanisha. Let's say wewe sasa hivi umekuwa CEO kwenye kampuni fulani hapa. Alafu ukafanya labda katika kipindi kifupi. Alafu ulikuwa na act kama CEO. Labda CEO anapanga habari staafu, kwa akaona akuteue. Alafu baadaye akaja akachaguliwa CEO mwingine. Alafu baada ya kuchaguliwa yule CEO ukasikia mtu anakuambia kwamba
CEO. Yani kauli kama hiyo. Yeah, kuna this way of congratulating a person. Like, congratulations for kwa kuwa nani CEO, hongera sana, Mungu mwema nini. Alafu sasa hiyo CEO yani it's different. Sounds different. Kwa sasa ukishaanza kuona mtu anakueleza hivyo, hata kama anakueleza in a way sio sarcasm, lakini kuna wewe sio CEO tena, yani kwa nini akwambie wewe ni CEO hata wewe sio CEO tena? Kwa ukirudi ndani utaanza kuona hii ni moja ya ishara. Yani kuna namna anakuelezea maneno, au wewe umepoteza kitu. Alafu baadaye anaanza kuambia si ungekuwa na ile gari yako bwana, hapo umeibiwa gari yako, ambia ungekuwa na ile gari yako bwana, sasa hivi tunapiga sana misele. You see, yani kuna certain way anayokupa, kwa sababu yani it's very obvious kama umepoteza kitu fulani huko kwenye maumivu. Haina haja kumkumbusha. Umeona? Umeona? Kwa yani vitu kama hivyo mtu anakuambia anakupa hizo sifa za sumu, maana yake tayari wewe inabidi kengele ya hatari kichwani mwako ianze kugonga kwamba kuna kitu hapa hakiko sawa. Hiyo ni ishara ya pili. Ishara ya tatu ni backbeating, au kuuma kwa nyuma. Na hii ni katika ishara ambazo ziko wazi sana. Na karibu kila binadamu chini ya jua huwa anaifanya hii. Na anaifanya hii kwa sababu ya wivu. Mimi binafsi yangu nishawahi kufanya. Hata wewe binafsi yako ushafanya. Na anaituangalia pia ashafanya. Yani utakataa tu kwa sababu ya ile hali ya feel like a saint. So kibinadamu. Everyone feels saint. Mimi ni I'm saint, and then you are evil. Yani mimi saint, you are evil. Hata tulivyokaa hapa. Mimi am saint, you are evil. Kwa kuna certain way nikikuangalia kuna vitu nasema hicho kiko sawa, hicho kiko sawa. Lakini wewe pia kuna certain way ukiniangalia unasema Steve hapa iko sawa, hapa iko sawa. Even hata tunavyoongea kuna mwingine atasema hapa, wanaposema hapa kwa sawa. Hapa pako sawa. Lakini hiyo ni expression ya wivu. Na hii katika hatua ambazo utaanza kuona wivu unaanza kuwa active. Ni hapa. Sababu sasa ni hatua ya matendo inafuata. Backbeating au kuuma kwa nyuma ni ile hali ya mtu kuanza kuongea umbea juu yako ukiwa wewe haupo. Na anaenda mbali zaidi, anaanza kutunga umbea. Au mwingine ana explode, anaweka uongo. Zana chumvi. Lakini hiyo sasa inakuwa another level. Not everybody does that, kuongezea. Everyone. Yani chumvi as in, yani story, ngoja nikuulize kitu. Yani kwa mfano Steve wewe hapa. Mimi nijue habari kuhusu wewe. Tuseme nini? Labda shule uliwahi kupata labda 0, si ndio? Alafu mimi nikaenda nikaongezea nikasema yani yule alifukuzwa, uongo kama huo niongezee. Kwa kila mtu anafanya kitu kama hicho. Nikasema alipata 0 alafu pia akafukuzwa, akapigwa shuleni, alichapwa mbele ya assembly. Kumbuka ukweli ni kwamba alipata tu 0 kwa mtihani. Alafu nikaongezea kwamba huyu alichapwa mbele ya shule akafukuzwa. Huo ni uongo mwingine. Ni watu wote ambao wanaongeza uongo wa design yao to the expert. Kuongeza chumvi kubwa kwa sababu ili story ishike na ibambe. Like everybody anafanya hivyo. Wengi wanafanya hivyo. Lakini sio kila mtu, of course. Sijawahi kufanya utafiti. Na lakini wewe unavyohisi ulishai kuongea uongo kuongeza chumvi? Nishaongeza chumvi. I'm honest kwa sababu katika asili. Let me try to recall. I don't remember. Unajua ndio maana nimezungumza hapa. We feel like we are saint. Unajua hata mtu anayekuongelea umbea haoni kama anakukosea. Anahisi yuko sahihi kusema. I think kwenye huo uongo labda tuseme. Let me tell you something. Ngoja niambie. Kwenye uongo huenda labda nilisikia kitu kwa mtu ambacho sina uhakika nacho, alafu nikakiongezea wakati sina uhakika. Unajua it's hard for you to admit it kwa sababu nilichokieleza sisi kama asili yetu binadamu
huwa tunaangalia the good side of us. Yani kwamba mimi nachokisema ndio kiko sawa. Lakini je, ni kweli? Au hichi nachokisema sijakiongezea chochote? Unajua kwa mfano mimi nikisema umepata 0 kama mfano wako ulivyosema. Amepata kweli 0. Alafu nikasema amepata 0 na mwalimu akaizungushia hivi. Okay, nishakuelewa. Everyone does that. Yani kila mtu anafanya hivyo, ila it depend na wewe unajichukulia. Mimi ndo maana nimeadmit kwa sababu katika asili ya binadamu we made mistake. Na tunafanya mistake without knowing it's a mistake. Na tunaitafutia sababu kwa nini ni mistake. Unajua mimi ndo maana nasema mtu anayekuongelea nyuma hawezi kusema straight. Mimi nakupa mfano kidogo. Mimi kuna rafiki yangu mmoja kwa college. Asa at that time kweli kulikuwa natokaga usiku. Unatoka usiku, lakini usiku nilikuwa natoka nilikuwa naenda kusoma. Lakini mimi katika kusoma kwangu nilikuwa sipendi sana nifanye kitu nimwambie mtu kitu. Kwa nilikuwa natoka labda saa 3 naenda zangu nasoma, narudi labda saa 7. Sasa yule rafiki yangu akaanza kueleza ile story kwamba mimi natoka usiku naenda kwa mwanamke. Sirudi mpaka asubuhi. Lakini ukweli ni kwamba narudi saa 7 za usiku. Anajua. Sasa mimi nikaanza kusikia kwa watu zile story. Wow, bana wewe unaenda kwa wanawake narudi asubuhi. Lakini of course usikuwahi kumuuliza wala sikuwa na sababu ya kumuuliza. Lakini iliniumiza kwa nini rafiki yangu azungumze. Na hakuishia hapo. Kuna vitu series ya vitu vingi sana baada. Sasa leo dunia sasa baada ya kuelimika ndo naanza kugundua kwamba kumbe yule bwana alikuwa anazungumza vile kwa ajili ya yes, kwamba kuna watu walikuwa wanazungumza alikuwa ananizungumzia in the best way. Sasa yeye akawa ananielezea in bad ways. Lakini hawezi sasa ataitetea vipi point yake? Inabidi aongezee chumvi. Hapo ndo chumvi inapokuja. Kila binadamu duniani akiongea kitu atakimarinate ili kinyae. Umeona? Yaani kitu pekee mtu anaweza akakielezea kilivyo ni akote. According to fulani. Atakielezea hata wewe sasa hivi umefanya mitihani mingapi? Yaani mitihani mingapi? Kwanza ni tuseme hata chuo. Kile unachokiandika pale chuo. Ndicho ambacho umekisoma kwenye kitabu? Hapana. Umeongezea na vya kwako, si ndio? Hiyo ndo chumvi sasa. Okay. Kwa unaanza kunielewa sasa in some way kuna sehemu wewe uanze kauli. Ni hakuna. Hivi kuna ile category ya watu wengine sisi tunaweka kwenye kundi gani? Kuna hiyo ya kuongezea aka kachumvi kidogo. Kuna mfano mimi ninaofahamu. Kuna watu wawili, wadada wawili. Ngoja tuseme A na B walikuwa pamoja. Yani actually ni ndugu, A na B huyo. Sasa A kipindi ndo anaanza kumachua ile adolescence, alikuwa ni mtu wa parties. Kwao walikuwa wana uwezo, kwa hiyo alikuwa anaenda kwenye parties, labda unakuta anakunywa, kuna this wild stuff zile za teenager ambazo mtu anakuwa anazifanya. Alikuwa anazifanya na kipindi hicho B alikuwa anamjudge. Anamwambia yani wewe umeanza kwenda club nini? Yani walikuwa anaonekana kwamba yani ni mtu ni mtu wa kupati nini, amechachuka fulani. Yes. Lakini kumbuka yule A alikuwa akienda ni kwenye hizo parties, yani au labda kwenye hiyo fun phase hiyo ya adolescence ya teenager, ni alikuwa anatumia hela zake ambazo anapewa labda nyumbani vile, na alikuwa na marafiki zake walikuwa wanamzunguka ni pia ni watu ambao nyumbani kwao wanajiweza, yani wakitoka tuseme for fun, it was really for fun, sio kwamba anatoka kufanya vitu ambavyo yani vina exclude, yani vinaenda nje ya Sasa huyo B katika kukua, yeye kipindi hicho yeye alikuwa yani hana hayo maisha, alikuwa anaishi tu kawaida, kwa hiyo alikuwa anampoint huyu kwamba amechachuka nini. Sasa huyo B baadaye katika kuendelea huko mbele, yeye naye ndo akaanza hayo maisha, lakini yeye sasa akaenda exclusive mpaka akawa labda anadanga kabisa, akienda klabu huko ni kwa ajili ya kudanga nini. Na kumbuka A kipindi hicho alikuwa pia alikuwa anafeli shule, kwa hiyo tayari ndugu au marafiki walikuwa wameshaanza kumuona kwamba mtu ambaye hayuko serious. Lakini kadri siku zinavyoenda, yule A akabadilika, akawa amejitambua,
yuko successful kwenye maisha yake, ana maisha mazuri, yes, ana familia yake vizuri, lakini yule B bado sasa ndio yuko kwenye ile maisha, screw up, kuna vitu kwenye maisha yake screw up. Sasa at some point yule A akaja akapata source, akapewa habari kutoka kwa mtu. Akamwambia, mbona B amesema kwamba wewe eti zamani mlikuwa yani ni information ya uongo. Kwamba mlikuwa mnadanga. Like that yes. Kwamba mlikuwa mnadanga. Yani instead ya kusema kwamba of course kwamba mtu labda alikuwa anaenda club anakunywa, anaenda club anakunywa, labda anavaa vimini nini. Vile hakuvisema. Yani yeye ameongea exclusively sasa. In a way yani it's just too much. Kuna ile chumvi, lakini sasa ile ni another story. Akasema kwamba B anasema kwamba wewe mlikuwa mnadanga wote na mkienda mnadanga sijui kwenye mkoa fulani aliutaja. Yani it's a story ambayo yani it's just weird, ambacho A hajawahi kufanya. Mnaenda kwenye mkoa fulani, eti B anatumia jina lako na wewe unatumia jina lake. Vitu kama hivyo, kwamba wewe ni mdangaji. Yani ni vitu ambavyo kwamba eti wakati huyo mdada hajawahi kuwa na huyo A hajawahi kuwa na shida yoyote, na ilikuwa kipindi hicho akitoka ana marafiki zake ambao wote of course wanajiweza, ni wanajinunulia vinywaji wenyewe. Yani it was innocent kind of fun. Sio kama huyo mtu anavodanga kama wadada wa mjini sijui wanadanga and whatever. Such ndo nilichokuwa najaribu kusema. Kwa hiyo A alikuwa ameshangani, it's just crazy. Yani mpaka unaweza ukahisi mtu huyu ni psychopath. Maana it's another kind of story. Sasa mtu kama B tunamweka kwenye kundi gani? Yani ni wivu, na hapo lazima kuna kitu. Yani utakuta huyu A inawezekana kwanza kashaachana na maisha namna hiyo, lakini pili inawezekana kuna kitu chengine kwenye maisha amekipata. Au ameendelea zaidi ya huyo mwenzake. Unajua wivu unaletwa na, ni kama nilivyosema awali, kuwa na kitu zaidi ya mwenzako. Yani kumzidi mwenzako. Ndio maana yani ukiwa na rafiki yako kafanikiwa kuliko yeye, automatically lazima atakuwa na wivu. Kwa sababu you are the same, and then why mwenzangu afika pale, tunaishi pamoja, tunafanikiwa nini, vitu kama hivyo. Sasa kwa nini huyu apige hatua mimi nisipige hatua? Sometimes unakuta hata huyo B inawezekana alikuwa amemzidi huyo mtu, amemzidi huyo mtu akili. Umeona? Kwa anaona kwa nini huyu, au alishampredict kwamba kwa sababu maisha Afrika opposite. Sasa turudi kwenye eneo la kwamba sasa mtu akisha gossipu akakupaka matope, akakuelezea uongo na uchungi na nini, kinachofuata yani mwingine anaweka uongo wote, kitakachokuwa sasa kikustue zaidi, na inabidi uwe nacho makini kwamba kwanza kuona huyu mtu wangu au huyu mtu wangu wa karibu sio mtu sahihi. Ataanza kuwa cool. Ataanza kupunguza ukaribu na wewe. Yes. Na kilichotokea kwa yule A na B. Ataanza kupunguza ukaribu na wewe kwa sababu tayari anagundua, ameshasema vitu vibaya kuhusu. Kwa hiyo sasa kila akikuona nafsi yake inajisuta, inamsumbua. Au anahisi watu watamuonaje, watamuona mnafiki. Maana anakuwa rafiki na wewe wakati anakusema vibaya. Kwa hiyo anaanza kuhisi. Kwa hiyo sasa kumuona rafiki yako alikuwa labda ana gossip na wewe na nini, and then ghafla tu anaanza kuwa cool. Haizi tena kama alikuwa anakutafuta tena, kama mlikuwa mnashare pamoja moments ya share tena na wewe, tayari hapo inabidi kengele ya hatari igonge kichwani mwako, kuonyesha kwamba hapa sasa huyu mtu ameshapiga hatua ya 3, ishara ya 3, kwamba anakuelekea ni ishara ya 4. Na ishara ya 4 ni hii. Ishara ya 4 ni wanaita push and pull. Kuvuta na kusukuma. Mtu ambaye anakuonea wivu, kwanza for the first time ile mnakutana, atakuonea wivu. Umeona? Atavuka step ya pili, ataanza kukupa sifa ambazo hauna au unazo lakini ambazo zimepotea. Cha 3, ataanza kuzungumzia vitu sasa nyuma ya pazia. Utaanza kusikia vitu ambavyo wewe mwenyewe ukivisikia unaweza usivielewe, au vinaweza vikawa kweli visio vya kweli, au vinaweza kuwa vya kweli lakini ameviongezea hatua zaidi. Alafu kinachofuata sasa nio anaanza kujenga ukaribu sio kwa kawaida kuliko ilivyokuwa mwanzo. Na anakuwa karibu na wewe kwa lengo la kujua weakness yako. Ana collect taarifa zako muhimu kwa sababu
tofauti ambayo atakuja kuitumia baadaye. Kwa atazikusanya hizi taarifa zako, ndo kama hivyo sasa unavyosema huyu A na B. Manake huyu A na B lazima hapa kuna urafiki, lazima ulitaka kurudi. Hii point hapa kama ni story ambayo mimi naamini hiyo story bado haijafika mwisho. Kwa inaweza ni developing story. Ukija kufuatilia maisha ya A na B huko mbeleni, utaweza kugundua alikuja wakawa na bond tena baadaye. Na kuwa na bondi baadaye manake kuna taarifa anataka azinyonye, ambazo hizo taarifa atakuja kuzitumia baadaye. Kama silaha kwa A. Manake kwamba hizo taarifa ataanza kuzitumia. Na huyu sasa huyu mtu uko naye karibu, kuna baadhi ya maneno ataanza kuyatamka ambayo wewe yatakufanya uwe na unasema gani? Sio emotion balance, hisia zisizo. Kuna muda unasikia raha, kuna muda anakupa furaha, kuna muda anakupa huzuni. Yaani hiyo issue iko kwa wanawake wengi. Kwa mfano labda tuseme kwenye upande wa mahusiano, kwa mfano kama wewe una mwanaume wako, alafu nakuta mtu mwingine labda yuko single, alafu huyo mtu single ikatokea ndo ana hizo tabia za envy, atakukatisha tamaa. Utasikia wanaume wenyewe hao wako vile vile, utapigwa tukio sijui. Yaani hawezi kukuta mtu ambaye yuko happy na yeye kwenye mahusiano yake. Sasa ukiona mahusiano yako healthy, akiona mahusiano au ataanza kukuintroduce mwombe hela, vitu kama hivyo. Yaani vitu vya Uswahili. Mwombe hela, fanya hivi. Sasa unaanza kuona kuna hivyo vitu. Yaani afu sasa unaanza kuchanganyikiwa. Ni rafiki au sio rafiki? Yaani unajiuliza hivi, kwa nini mtu ananishauri hivi? Kwa nini au ananiambia hivi? Kwa nini anazungumzia maneno? Lakini kesho anakuletea maua. Kwani inakumix, yani inakukoroga yani. Yani leo amekuingiza kwenye tatizo hili, kesho anakuletea sasa mimi nimejirekebisha, basi sitarudia tena. Kwa unakuta vitu kama hivyo kwamba anaanza kuwa na hizo push and pull. Yani raha, anakupa huzuni. Yani ni mjanja. Leo anaweza kama ni rafiki yako anakwambia kuna mchongo nimepata bwana. Twende nikupeleke kwenye mchongo fulani. Lakini kumbuka ule mchongo anakupeleka, kesho anakuchoma kwenye ule mchongo. Anambia bwana yule mtu nyie mle mwajiri ana flaws hizi na hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo anakusaidia lakini anakudhuru, anakuchoma hapo. Anakusaidia na madhara, Lengo lake ni wivu na anachokitafuta. Kuna mambo anayatafuta. Kama ni relationship, anaweza anataka destroy your relationship. Kama ni reputation yako, anataka akuharibie hiyo reputation. Yaani nakuta kuna rafiki mwingine anakusaidia labda upate girlfriend au boyfriend. Alafu huyo yote ndo anakuharibia hayo mahusiano. Manake anachotaka ni kukuchoma. Kama ni kazi anataka aiharibu, kama ni mahusiano anataka ayavunje, kama ni reputation yako anataka aiharibu, kama ni biashara anakuwa karibu yako kwa ajili ya kuchota information za kukuharibia kwa kifupi. Kwa sababu ya wivu. Yaani na yeye akikuharibia ndo ana feel easy. Ana feel furaha kwa mateso yako wewe. Umeona? Kwa ana collect hizo taarifa na anatumia hizo taarifa kuja kukudhuru nazo. Hivi alafu watu wa design hiyo, yani anakuwa hana amani akiwa mbali na mtu ambaye anataka kuna watu kama hao. Ana lose control. Yaani kuna mtu yani hata ukiweka ukuta anakasirika, anataka awe karibu na wewe. Anataka kuwa karibu na wewe kwa sababu hizo taarifa anazipata, kuna namna anazitumia kukuumiza. Unajua mtu ambaye ana wivu anauficha, hakuonyeshi. Kwa hiyo wewe utaanza mbona labda una mahusiano labda mke na mume. Unaanza kuona mbona mume wangu amepunguza mahusiano na mimi, ana urafiki sana na fulani kuliko mimi. Umeona? Unaanza kuona, uanze kuwa na kengele kichwani kwamba huyu mtu kuna vitu anaambiwa, haniambii lakini anachochea moto. Kwa hiyo anachukua yale mapungufu yako anamwambia. Umeona? Lengo lake ni kuna inawezekana labda mume wako ana maisha mazuri kuliko mume wake. Kwa hiyo the only way ni kuachanisha na yule mwanaume. Umeona? Kwa atafanya visa kama hivyo, na lengo la hivyo visa kama nilivyosema ni kutaka kukuharibia. Enemies. Kwa ukianza kuona rafiki yako ana hicho kitu, ana push and pull. Leo yuko moto, leo yuko baridi. Leo yuko moto, leo yuko baridi. Na the only sio constructive, ni destructive. Hiyo njia yake. Kwa utaona
hiyo ni ishara ambayo anakuonyesha. Umeona? Kwa atakuonyesha kesho kutwa umenunua gari, anakwambia ile gari sio zuri. Ukiliuza kesho anakwambia ile gari mbona uliuza kati ilikuwa zuri. Yani kuna the certain way atakuwa anakuchanganya. Yani anakufanya unakosa na kuvuga unakuwa na hisia ambazo sio sawa. Mimi nakumbuka kuna rafiki yangu aliwahi kunisimulia kwamba alikuwa na kaka yake. Sasa huyo kaka yake alikuwa hajafanikiwa kuliko alifanikiwa yeye. Kwa hiyo sasa the only way yule kaka yake alikuwa na sasa anamuonea wivu mdogo wake. Kwanza ni mdogo, ana elimu kubwa, ana mafanikio kuliko yeye. Kwa sasa akaanza kumuonea wivu. Kwa the only way alikuwa anamtafutia yale madhaifu madogo, anaongea naye, anamcriticize naye. Umeona? Zile yale madhaifu yake, labda huyu ni mlevi, ana wanawake wengi. Pale sasa ndo alipokuwa anampigia yule. Anaenda anamwambia mzazi wake, mwanao unamsifia amefanikiwa na nini, lakini unajua tabia yake. Ana system this and this and this and this. Kwa tayari hapo wewe kichwani mwako inabidi ianze kugonga kengele hatari kwamba hapa nilipo huyu mtu sio sahihi. Na the only way ukishaanza kuona hizi ishara 4. Ishara ya kwanza ni micro expression. The face. Inaanza kuonyesha. Naambia okay, nimepata kazi. Alafu mtu anakuwa yani yani kuna alafu baadaye anafanya anafurahi. Na ukisema mzungumza kitu kikubwa sana. Yani ukitaka kuanza kupima kwamba huyu ni rafiki yangu kweli au sio rafiki yangu kweli, unaweza kuanza good news yes. Au mpe bad news. Hivyo vitu vile vinapima sana wivu kwa rafiki yako. Ukimwambia good news, labda nimepata kiwanja, utaona yani au anaanza kukupa comments ambazo zikakufanya wewe uogope hata kujenga kwenye kile kiwanja. Si umeelewa? Unaweza kwa mfano unaweza kaambia mtu nimenunua kiwanja, ila mimi nakushauri hivi viwanja hivi sio vizuri sana. Hivi ambavyo utakuwa na mgogoro. Au obligations zinakuja nyingi sana. Yaani sababu zisizo na msingi. Msizoeleka. Au unaweza kaambia nimepata kazi. Kama anakunja sura. Au kaambia bana I'm pregnant, I'm getting married. Au mwambie bana mimi na mume wangu hatuelewani kabisa. Utaona anafurahi, analike. Yaani anaweza smile lakini kuna this eyes. Unajua you can smile with eyes yaani unaona glitter. Wasn't smiling. Yaani you show kuna this glitterness. Yaani uso unakuwa na nuru. Yes, yaani uso unang'aa. Umeona? Yaani kuna namna fulani, au yaani utakuta huyo mtu akielezea jambo lilomkuta baya mtu mwingine, yaani in a happy way. Yaani toni ya sauti yake iko raha. Yaani iko raha katika ile toni. Yaani unahisi anaelezea kitu fulani kizuri, kumbe ni kitu kimemkuta mtu kibaya. Yaani mtu anacheka kabisa. Au umekuwa promoted kwenye position. Ile toni ya sauti yake inaelezea uchungu kali sana ndani yake. Hapo hiyo ni alert kwamba huu ni wivu. Na binadamu anafeel wivu. Sasa maana yake ukiona hizi ishara 4, ya kwanza micro expression, ya pili sifa zenye sumu ambao ni poisonous praise, ya tatu backbeating au kuuma kwa nyuma au kung'ata na kupuliza. Hiyo ni sifa ya 3. Hiyo bado ni passive. Ukiona sasa mtu ameshafika stage ya kusukuma na kuvuta, push and pull, ishara ya 4 sasa wivu wake uko active. Na hapa atakudhuru. Madhara yanafuata. Hatakudhuru, yani hata uwe ni mtu wake karibu kiasi gani. Yaani hata uwe ndugu wa damu. Atatafuta the way yako. Kama ni kazi ufukuzwe. Kama ni biashara ataenda kufuata TRA ya simu, unakwepa kodi. Kama ni mke wako ataenda kumwambia bwana anachipuka. Kama ni yani sio, unaelewa? There is certain way ata express. Wewe utahisi ni way anataka kusaidia, lakini ni way anataka kuangamiza, kuharibia. Umeelewa?
yani in certain way, wewe atakuja kukwambia kwamba mume wako anachepuka. Lengo lake sio kwamba ugundue mume wako anaweza kawa alikuwa anajua tokeo huko nyuma mume wako anachepuka, lakini nataka mimi kwa nini hakukwambia from the manake anakueleza sasa hivi kwa sababu anataka mahusiano yako yafe. Okay, ameona too much, yani huyu anafanikiwa sana. Kwa nini afanikiwe? Kwa nini na mume wake hawajawahi kugombana kati mnajua matatizo? Kwa nini ana solve matatizo? Kwa hiyo atakuja kukwambia ni way kwamba wewe sasa mahusiano yako yavunjike. Yafe kabisa. Hivi na ile state ya kwamba hii situation sisi tunaita nini? Unakuta kuna mtu, yani kuna watu ambao ukitaka, yani ukijaribu tu hata kuongea nao, yani wanakuwa kama wana hasira na wewe. Yani ambazo yani inaonekana ukimchunguza huyo mtu of course, yani inaonekana obviously ana hasira huko alipo ya maisha yake. Labda huko kwenye ndoa yake mambo hayajakaa vizuri, labda na stress za kazini au za biashara au za yani za aina yoyote. Lakini wewe ukiwa unaongea naye anakuwa yani, kuna mtu anachagua kukuachia wewe hasira zake, lakini kwa watu wengine hawaachii. Sasa hiyo situation inakuwaje? Kwa mfano kama mimi juzi kuna mtu nilimuuliza tu swali ambalo angenijibu kwamba okay, hamna kitu fulani, yani hutaki kufanya nilimuuliza natakiwa kufanya kitu fulani kwa muda gani? Akaambia hapana. Akaambia yani muda wa nini? Yani kama alikuwa kama ana hasira tayari. Wakati mimi nimemuuliza muda wa nini? Wakati unatakiwa kwamba muda umeshakwisha. Yani earlier the better, yani kwa hasira. Sasa yani wakati yeye angenijibu tu vizuri kwa sababu nilimuuliza tu, lakini yeye huyo mtu huyo akiulizwa na watu wengine of course hawezi kujibu hivyo. Of course ni kikundi cha watu ambao obviously wamechaguaga kunitreat hivyo. Sasa lakini hao watu kwa watu wengine hawafanyi hivyo. Mimi nikiwajibu kwa ulichokizungumza inawezekana kuna series ya vitu vingi sana. Cha kwanza ambacho kinakuja kwangu ni wivu. Inawezekana huyo mtu anayekujibu hivyo kuna baadhi ya vitu ambavyo unavyo na yeye maishani mwake anajua wewe tena kuvipata. Kwa the only way ni kuexpress anger. Na ana express hivyo kwa ajili ya kurelease hiyo envy yake. Anaonesha kwa mtu akishafanya hivyo, akikuongelesha hivyo anahisi ndo amepata hizi, lakini unachochea kwa sababu kesho na kesho kutwa yatajirudia tena yale. Kwa hapo anachoonyesha kuna cha kwanza ni wivu, cha pili ni hasira, hostility, ndo kama nilivyozungumza. Hostility, yani wewe ni adui yake. Kwa whatever you do, yani it will always be wrong. Unaweza kukuta mtu ambaye ukishaanza kuona hiyo backbeating na kuelezea kwamba watu watakuzungumzia lakini atakuelezea negative. Au labda kwenye kikao yani ukizungumza lazima atakupinga point yako. Huwezi kukuta na support. Au huwezi kukuta na kutolea as a reference. Kwamba mtu labda yani lazima akupinge kabisa. Yani kuna mtu fulani kwenye kikundi fulani unakuta labda tuseme kwa marafiki, kwenye familia, kazini. Yani kuna mtu fulani tu huyo mmoja siku zote, yani no matter what yeye atakuwa amekosa. Na kwa mfano labda yani what according to them, umeelewa? That's my point. Wana justify with wow. Wana just na huyo mtu hata kama yani kuna hicho kikundi cha watu, mtu akiamua kuzua kitu hata kama ni cha uongo, wale watu wengine watakikubali kwa sababu anataka hiyo situation iwe hivyo kwamba yani yule aonekane nini ni mbaya. Yani ukitaka watu wakuchukie pata vitu ambavyo hawezi kuwa navyo au possess kitu ambacho hawezi kuwa nacho. Mimi kitu ilishawahi kunitokea. Unajua kipindi cha nyuma wakati nafanya kazi katika moja ya taasisi. Kampuni, sio taasisi, kampuni. Sasa ile kampuni ilikuwa nafanya kazi ilikuwa ina safari. So kuna sehemu ilikuwa nakutana jioni vijiwe, wapiga story pale na nini. Sasa katika kile kijiwe mimi nilikuwa ni mtu wa story sana. Sasa kuna dada mmoja alikuwa amevutiwa sana na story zangu. Sasa mimi nilikuwa siko pale. Yule dada akaja siku akaniambia bana fulani mbona hayupo hapa? Sasa akapoka sasa mshikaji mmoja. Kwamba kwani hichi kijiwe ni cha kwake yani? You see? Lakini kumbe nyuma ya yule mtu alikuwa ana wivu. Kwa nini auliziwe? Kwamba sisi tumeonekana sio wanaume hapa. Kwamba sisi hatuna story. You see? Kwa yani iko hivyo. Ukiona mtu ana hasira na wewe au anakuelezea vibaya, nyuma yake kuna wivu. Kuna kitu ambacho kwa hiyo nayo ni sign nyingine. Yes. Ndio hiyo ndio maana yake ni backbeating. Backbeating, okay. Yes. Au poisonous sprays.
lakini hiyo mara nyingi ni backbeating. Backbeating, yes. Yani wewe haupo. Yani bana backbeating nikiwa watu wanakusema. Yes. Ni negative. Yani wewe hujawahi kuwa na zuri kwao. Yani hata umsaidie mtu kwa mfano never. Ndio ile kuna sasa hiyo push and pull ndio hiyo sasa anakuonyesha. Kuna kitu kikitokea atakuonyesha kama hivyo amekuumiza. And then baada ya siku 3 atakuja chami. Ataleta story chami. Lengo lake ni asikukose, yani anakupiga alafu anakukaa pembeni. Atakaa siku 3 atakurudisha. Ndio maana anasema ukiona hizi ishara kaa mbali. Kwa sababu you never change that. Sababu hicho ulichokuwa nacho, kwa mfano macho ulikuwa nayo hauwezi kuyabadilisha. Umbo wezi, rangi wezi. Unajua bosi wako ofisini unakofanya kazi anaweza akakuonea wivu wewe mtu wa chini. Kwa nini? Kwa sababu watu wanakuzungumzia vizuri tu. Sio yeye analipwa millions of money. Analipwa, ana masafari, anaheshimika, anaweza kwenda popote na akasikilizwa. Wewe tu kitendo cha watu pale kuzungumzia vizuri ikawa tayari ikawa shida. Kwa kwanza wivu kama nilivyozoea hauhitaji sababu. Na usitafute sababu kwa nini mtu anakuonea wivu. It's there. We are not as a human complete. Ndio maana kuna membamba, kuna mnene. Cha msingi ni kukubali na kuappreciate mwenzako alivyo. Yani he's white, he's handsome. Ana muonekano mzuri kuliko mimi, ana mafanikio kuliko mimi. Ana mke mzuri kuliko mimi, ana mume mzuri kuliko mimi. Maisha yake ni ya furaha kuliko mimi. Ukishakubali hivyo, swala la utabakia na passive envy. Utakuwa unatamani, unafeel kwa nini mimi siko navyo, lakini huwezi kumdhuru. Utabakia kwa admire. Yes, kuna ile kwa mfano kama sisi wadada labda kwa mfano umekaza kumeangalia unaona kuna couples wameenda labda Paris afu na wewe hujawahi kufika Paris. Jamani, okay, I really wish this. Mimi kweli nikionaga couple kama hizo zinani-inspire, lakini sasa sitaki kulazimisha kuishi hivyo. Au unamchukia kwa nini ameenda? Au anza kusema sasa yule atakuwa anauza madawa ndio maana anaenda sana nje ya nchi. Au kuanza kumchukia yule dada au kuanza kulazimisha sasa yani vitu ambavyo viko nje na uwezo wako. Okay. Kwa mimi kwa leo ningeishia hapa na tutaendelea wiki ijayo na sehemu nyingine. Sehemu gani tu watafahamu wiki ijayo kadri tunaendelea mbele. Okay, asante sana. Leo Steve na Bwana sipo. Na leo mimi nazungumza na wasichana, wadada, wamama. Sijui wala sitambui kama wanajua thamani ya mwili wao. Kama ambavyo mimi naiona thamani ya mwili wao. Moja katika mwili ambao ni wa thamani na ni wa gharama sana, mwili wa mwanamke. Na ndio maana kila sehemu ya mwili wake ni kivutio kwa mwanaume. Au hata sauti yake ni kivutio kwa mwanaume. Lakini kwenye dunia ya sasa, kwanza huwezi kutofautisha mwanamke anayejiuza na mwanamke ambaye ameolewa. Mwanamke ambaye ameolewa, mavazi anayovaa, miguu mapaja yako wazi, maziwa yake yako wazi. Thamani ya mwili wake haionyeshi kwa kuifunika. Thamani ya mwili wa mwanamke inapatikana kwa kufunika ule mwili. Wengi watakwambia tunaendana na fashion, tunaendana na dunia ilipo. Mtu huyo utamkuta anaposti picha amevaa kichupi. Na wanaume wamelike ile picha yake. Lakini yeye mwanaume wake akilike picha ya mwanamke anavaa kichupi ni ugomvi. Kwa nini? Kwa sababu atambui thamani ya mwili wake. Mwili wa mwanamke ni mwili wenye thamani na ni mwili inabidi ambao utunzwe kuliko kwa sababu ya thamani yake. Kila pati ya mwili wa mwanamke ni ya thamani. Kwa hiyo mimi nawaomba chonde dada zangu, nguo wanazovaa jitofautishe baina yako wewe ambaye umeolewa na ambaye hajaolewa. Jitofautishe kati ya wewe ulikuwa kwenye mahusiano na ambaye kwenye mahusiano. Nguo za siku hizi wanazovaa wanawake ni mbaya. Mtu anaenda kanisani au msikitini. Mtu amevaa juba, lakini juba ambalo linachora shape.
Manake unapoenda msikitini, watu kule njiani unawafanya wasiconcentrate na kwenda msikitini, wanaconcentrate na mwili wako. Kwa hiyo nachojaribu kusema wakina dada, chonde chonde, mwili wenu ni wa thamani, muuheshimu na kuuthamini. Ndipo utakapopewa hiyo thamani. Okay jamani, wanawake, wamama, vijana, ujumbe umetufikia na matumaini kuchukua ushauri wa Steve. Asanteni sana kwa kusikiliza channel yetu. Karibuni tena siku nyingine.